Kwa upande wa taasisi ya tiba mifupa MOI, tumeweza kuandaa session ambayo itasaidia kuweza kujua huduma tunazotoa MOI, lakini pia na kutoa rai kwa jamii kulingana na huduma ambazo tunazitoa. Cha kwanza tunafanya tathmini ya kinifu kwa wagonjwa pamoja na ndugu wa wagonjwa, lakini pia cha pili tunafanya unasihi kwa maana ya counseling. Hii ni pamoja na huduma zingine ambazo zinatupelekea kuona namna gani ya kuweza kuwasaidia wagonjwa wetu pale ambapo wanapitia changamoto mbalimbali ikiwemo kijamii, kiuchumi na kisaikolojia. Tunapokea wagonjwa mbalimbali kutoka sehemu mbalimbali, lakini zaidi sana kuna wagonjwa ambao tuliwatem kama high risk patients. Hawa ni wagonjwa ambao hawana ndugu. Tunapopokea wagonjwa hawa, mara nyingi wanakuwa hawana ndugu na hawana taarifa zingine zozote ambazo zinaweza kuwasaidia katika kuwatambua. Ni mfano mzuri ni wagonjwa ambao wanapata ajali barabarani na wanapata wasamaria wema tu kwa ajili ya kuwafikisha maeneo haya. Tunahudumia watoto wa kichwa kikubwa na mgongo wazi, ambapo tumekuwa tukitoa elimu ya ujasiriamali kwa wazazi ambao wanawahudumia. Ikumbuke kwamba huduma wanazopata watoto hao ni za muda mrefu na ni endelevu. Hivyo wazazi hukosa muda wa kujishughulisha zaidi na shughuli za kijasiriamali. Hivyo wanafundishwa namna ya kufuma na kutengeneza urembo wa aina mbalimbali ili pale wanaporuhusiwa kutoka udini waweze kujikwamua kiuchumi. Lakini pia tuna kundi la watoto ambao wako katika umri wa kwenda shule. Watoto hao wakipata madarasa na kufundishwa na walimu masomo mbalimbali ili pia wanaporuhusiwa kurudi majumbani waweze kuendelea na elimu kama kawaida. Tunashukuru jamii na makampuni mbalimbali pamoja na taasisi ambazo zimekuwa zikijitoa kwa moyo mkubwa sana kwa ajili ya kuwasaidia watoto hawa. Tunatoa rai kwa jamii nzima kuweza kuendelea kuwaibua watoto ambao wana changamoto hizi na wasiwafiche ndani. Hongera Rais wetu Samia Suluhu Hassan, pongezi wafanyakazi wote wa MOI. Hongera wizara yetu ya afya, kazi inaonekana, kazi iendelee.